Bwana, hiki kipengele chetu kinaanza bwana kwa kumuona kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Jia bwana. Huyu mwamba alikuwa anafanya kazi katika mgahawa wa bibi yake, ambao mgahawa ulikuwa kwa majina ya Healing Onions, vitunguu vinavyopona bwana. Sasa huyu mwamba maisha yake alikuwa amejaa na huzuni na kukata tamaa, hasa kwa sababu alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, na mara ya mwisho alipokwenda hospitalini daktari alimueleza dhahiri shahiri kwamba muda wake wa kuishi ulikuwa umebaki mchache sana. Kwa kifupi, alikuwa ameanza kujiandaa kuuaga ulimwengu kabisa. Sasa hiyo siku baada ya kutoka hospitalini, Jia akiwa anatembea mitaani akiwa amechoshwa kabisa na maisha yake, njiani anakutana na watu kutoka kanisani waliokuwa wakihubiri na kushawishi watu waamini, kwa sababu mwisho wa dunia ulikuwa umekaribia. Na hapa tunaonyeshwa sababu nyingi sana za kuonekana kwamba mwisho wa dunia umekaribia bwana. Lakini Jia anawakatiza kwa hasira na kuambia kwamba mimi hata sitaishi mpaka nione mwisho huo wa dunia, kwa hiyo acheni kunisumbua. Maneno yake anawafanya washangae na kuingiwa na hofu kiasi cha kushindwa hata kuendelea kuzungumza. Lakini bwana, usiku huo huo tunamuona mwanaume mmoja akiwa karibu na eneo la mfereji wa maji taka, na mara tu anapogusa maji yaliyokuwa humo ndani ya mfereji, mambo ya ajabu yanaanza kumtokea ghafla. Siku iliyofuata katika ofisi ya jiji, mzee mmoja aitwaye Kim anafika kutoa taarifa kwamba rafiki yake ametoweka. Hata hivyo hakuna anayechukulia taarifa yake kwa uzito. Wakati huo huo, Sun naye anawasili ofisini. Anajulikana kote mjini kwa tabia yake ya kuwasilisha malalamiko kuhusu kila kitu ndani ya mji huo. Kwa kuwa wafanyakazi walikuwa wamechoshwa naye, wanamkabidhi kwa mfanyakazi mpya aitwaye Lee, ambaye ni mtu mwenye msimamo mkali, mtulivu na asiyeweza kubishaniwa kirahisi. Sun analalamika kwamba kuhusu eneo la mfereji wa maji taka, akisema kuwa limejaa sana taka na linafurika na kunuka mno. Lakini Lee anamjibu kwa utulivu, tayari tuliweka kibao cha onyo, unataka tufanye nini zaidi? Eneo hilo limekuwa mali binafsi tangu zamani mzee sana. Jibu hilo linamkasirisha sana bwana Sun. Baadaye Lee anaenda kula chakula, ndipo Kim anaketi pembeni yake na kumweleza kwamba watu wengi mjini humo wameanza kutoweka ghafla bila kueleweka, jambo linalofanana kabisa na tukio lililotokea miaka 20 iliyopita. Lakini Lee haonyeshi kuvutiwa hata kidogo na simulizi hiyo. Baada ya hapo, Kim anaenda kula katika mgahawa wake wa kawaida na wa kila siku. Kwa mara nyingine tena, wale wahubiri kutoka kanisani wanamfuata wakitaka kumshawishi ajiunge nao, kwani dunia inaenda mwishoni. Lakini Kim anakasirika, anachukua kijikaratasi walichompa, anakikunja na kukitupa. Ghafla mmoja wao anagongwa vibaya sana na gari mbele ya macho yake kwa namna ya kutisha, jambo linalomwacha Kim akiwa amepigwa na butwa. Kwa upande mwingine, Jia anaendelea kumbembeleza bibi yake ampe fedha ili aweze kusafiri, lakini bibi yake anakataa kabisa. Bibi yake anamuuliza kuhusu majibu ya vipimo vya hospitalini, lakini Jia anaficha ukweli kwamba muda wake wa kuishi ulikuwa umebaki mchache mno, ndiyo maana anatamani kusafiri na kutimiza ndoto zake kabla hajafikwa na mauti. Safari hii anaamua kutegemea nguvu zake mwenyewe. Anavunja kibubu chake, anakusanya fedha zake zote alizokuwa ameweka akiba, anapaki mizigo yake na kujaribu kutoka kimya usiku ili kwenda kutimiza ndoto zake. Lakini wakati huo Jia anataka kuondoka, ananaswa mara moja na Jill ambaye pia anafanya kazi katika mgahawa huo wa bibi yake, Healing Onions bwana, vitunguu vinavyopona. Jia anamwomba Jill amkopeshe fedha, lakini naye hana hata 100 bwana. Yani hapa unaonyeshwa kwamba uhalisia kwamba Jill ni mtu fulani hivi noma sana. Wakati huo tunafahamu kwamba nyumbani kwa Sun, mke wake ndiye amesimamia kila kitu, kwa sababu ndiye analipia gharama zote za familia. Anaposikia Sun anataka kumpeleka mama yake safarini, anamkatisha tamaa mara moja na kumwambia kama ni mapumziko basi apelekwe kwenye hoteli ya karibu tu. Sun anaondoka akiwa mwenye huzuni na kwenda kumchukua binti yake shuleni, lakini kutokana na kuvandala anajikwaa na kuanguka vibaya mbele ya watu wote. Akiwa amejaa aibu, binti yake anajifanya hamfahamu kabisa, jambo linalomuumiza sana moyo wake. Kwa nini binti yangu aone aibu kwa kuwa mimi nipo hivi? Baadaye Sun anakutana na Kang nyumbani kwake, ambapo wawili hao wanaketi pamoja wakilalamikia umaskini bwana. Umaskini sio dili, na vipi tunaweza kuutoboa? Wakati huo bwana, Jia anaenda sokoni kununua mahitaji ya safari yake, huku hakihitaji asisumbuliwe kabisa. Lakini kila mtu tayari anamfahamu. Hata Lee, licha ya kuwa ni mgeni mji huo, tayari alikuwa amesikia sifa za kama mjukuu wa mmiliki wa mgahawa anayejulikana kwa tabia zake zisizo za kawaida bwana. Pomuona Jia akinunua vitu vinavyoonekana
vinaonekana kuwa vya kutiliwa shaka, huku akiwa amebeba sanduku kubwa linalofanana na lile lilokuwa kwenye gari la Kim. Anaanza kuhisi kwamba huenda ndiye aliyemuua Kim. Bila kusita na muamuru afungue sanduku hilo, lakini baada ya kulifungua wanakuta limejaa vitu visivyo na maana kabisa. Lee anaingiwa na aibu kutokana na tuhuma zake. Mara ghafla anaona kitu kikaribia kumwagika Jia. Bila kufikiria mara mbili anamvuta haraka kuelekea kwake ili kumkinga na hatari hiyo. Bila shaka Jia hampi nafasi hata kidogo. Mara moja tu anamwamuru aokote vitu vyake vilivyokuwa vimetapakaa chini kama adhabu ya kosa lake. Hata hilo halitosha, anamwambia pia atalazimika kuharamia kufuliwa kwa nguo zake kwa sababu yeye ndiye alisababisha zichafuke. Kwa kuwa Lee anatambua ana sehemu ya lawama katika tukio hilo, anakubali bila kubisha. Baadaye Jia anazungumza na bibi yake kwa simu. Bibi yake anamwambia kuwa anamngoja nyumbani na anatamani mjukuu wake yule mpole na mchangamfu wa zamani arudi tena, lakini Jia anamjibu kwa sauti ya baridi akisema msichana huyo alikufa zamani sana. Maneno hayo yanamfanya bibi yake amfokee kama ilivyo kawaida yake na kumwonya akisubutu tena kuzungumzia kifo. Baadaye Jia anaenda kwa Kang na kuwaomba yeye pamoja na Sun wajifanye wamemteka nyara. Mpango wake ni kurekodi video na kumtumia bibi yake wakidai fedha za ukombozi. Na hapa kwa sababu Jia aliwaahidi kuwapa sehemu ya fedha hizo, wale wawili wenye mawazo ya kipumbavu wanakubali mara moja. Wakiwa wameketi kwa majivuno wakitazama video yao ya utekaji walioagiza, ghafla hawatambui kwamba moyo wa Jia unaanza kumuuma sana. Ndani ya sekunde chache moyo wake unasimama kabisa kupiga na anakufa papo hapo mbele ya macho yao. Sun na Kang wanabaki wamesimama kama sanamu kwa hofu kubwa. Mwanzoni wanajaribu kila wawezalo kumuokoa, lakini tayari alikuwa amekwisha fariki. Kang anaangua kilio juu ya mwili wake, huku Sun akichanganyikiwa kabisa kwa sababu alijua hakuna mtu ambaye angeamini kuwa hawakumfanyia kitu chochote. Ndipo Sun anapendekeza waupeleke mwili wake karibu na eneo la mfereji wa majitaka kwa kuwa ni sehemu ambayo watu wachache sana hupita. Wakati huo huo mwenye nyumba Lee anabisha mlango kwa nguvu na kuanza kumkemea tena kutokana na kelele zilizokuwa zikitoka ndani ya chumba chake. Lee anaomba radhi kisha anarudi chumbani kwake. Ndani kila kitu kikiwa kimevurugwa. Kwa utulivu anaanza kupitia jalada lililojaa majina ya watoto, taarifa zao, kumbukumbu za matibabu pamoja na makala za magazetini kuhusu daktari mmoja aitwaye Ha aliyekamatwa miaka 20 iliyopita baada ya mlipuko uliotokea katika kituo cha kulelea watoto yatima. Baada ya uchunguzi kufanyika, ukweli ulifichuliwa pale mlinzi wa kituo hicho alipotoa ushahidi kwamba daktari Ha alikuwa akifanya majaribio ya siri kwa watoto waliokuwa wanaishi hapo. Hapo ndipo wakagundua kwamba Lee alikuwa akimtafuta Kim. Lee anaenda nyumbani kwa Kim lakini hamkuti, badala yake anakuta kile kijikaratasi cha kanisani kilichokuwa kimetupwa. Kwa upande wa Kim, anapozinduka anajikuta amefungiwa ndani ya chumba akiwa uso kwa uso na rafiki yake aliyekuwa ametoweka. Lakini safari hii rafiki huyo hakuwa kawaida, bali alikuwa amegeuka kwa kiumbe cha kutisha sana. Wakati huo Sun na Kang anaendelea kuburuta mwili wa Jia kuelekea kwenye eneo la mfereji wa majitaka. Mioyo yao imejaa hatia na hofu, lakini wanajilazimisha kuendelea na mpango wao. Wanapokuwa tayari kuutupa mwili huo, ghafla Lee anatokea mbele yao na kuwauliza wanafanya nini mahali hapo. Kwa haraka wanajaribu kuuficha mwili nyuma yao, lakini kitendo hicho kinamfanya Lee azidi kuwashuku na anasisitiza kuona kile ambacho wao wanakificha ni nini. Mara wanapogeuka, kwa bahati mbaya wanaugonga mwili wa Jia na kuufanya uanguke moja kwa moja ndani ya mfereji wa majitaka. Lee anauona mwili huo na kuanza kuchanganyikiwa. Sana akiwa na hofu anasema kwa papara, usijali, huenda bado yuko hai. Bila shaka Lee haamini hata kidogo. Anakimbilia kwenye mwili huo huku Sun na Kang wakijaribu kueleza kwa haraka kwamba wao walimteka tu na hawakufanya chochote na wala hawakumuua. Lakini Lee anawafokea kwa hasira mno. Mna matatizo gani nyinyi? Haitoshi kuteka mtu, mmeamua hata kumuua. What the fuck? Aha. Hapa sasa kinakuwa kigongo ni noma mno bwana. Bila kupoteza muda anawapigia simu polisi. Wakati huo huo Sun na Kang wanaendelea kuwapa mara kwa mara kwamba wao hawahusiki na kifo cha Jia. Wao hawajamuua Jia bwana. Lakini walipogeuza macho yao kuutazama mwili, wanashangaa kuukosa kabisa. Mwili ulikuwa umetoweka dakika hiyo hiyo na polisi ndo wanafika eneo la tukio bwana. Aha. Lee anawaelezea kwamba wamewaona Sun na Kang wakificha mwili wa Jia, mjukuu wa mmiliki wa mgahawa wa Healing Onions. Afisa wa polisi anamwangalia kwa utulivu kisha anamwambia, unamaanisha yule msichana aliyesimama pale? Lee anageuka nyuma na kumwona Jia akiwa amesimama salama kana kwamba hakuna chochote kilichowahi kumtokea. Anabaki akimtazama kwa mshangao mkubwa. Kisha anafumbua na kufumbua macho ili kuhakikisha hakuwa anaona ndoto wala hajapoteza fahamu. Upande mwingine bwana Sun naye anatetemeka kwa hofu kisha anamuuliza Kang, huyo alosimama nyuma yetu kweli ni Jia? Kang anazimia papo hapo kwa mshtuko mkubwa baada ya kumwona Jia akiwa hai. Hata Jia mwenyewe anabaki ameshangaa kwa sababu anakumbuka wazi kwamba alikuwa amekufa, alishindwa
alishindwa kupumua na moyo ulisimama. Anashindwa kuelewa ni namna gani ameweza kufufuka na kuwa hai tena akiwa amesimama mzima kamili na moyo kidunda. Lakini hilo halikuwa jambo pekee la ajabu. Mapema zaidi Lee alipolazimisha kufungua sanduku la Jia na vitu vikaanza kurushwa huku na kule bila yeye mwenyewe kutambua, alikuwa amevisogeza kwa kutumia akili yake akiwa mbali navyo. Wakati huo bibi yake Jia anawasiliana na mpelelezi mmoja mstaafu anayemfahamu na kumwomba afuatilie mahali simu ya mjukuu wake ilipo. Mwanzoni mpelelezi huyo anamwambia jambo hilo si la kawaida kabisa. Kulingana na ishara ya simu, Jia alikuwa kwenye kisiwa cha Jeju. Bibi yake anakata tamaa kabisa na kutaka kabisa kuamini, kwa sababu hakukuwa na uwezekano wowote wa Jia kusafiri umbali huo kwa muda mfupi huu. Lakini ghafla eneo la simu linabadilika na kuonesha kwamba alikuwa amerudi sehemu karibu ya mji huo. Bibi yake anapoingia chumbani kwa Jia anatambua kwamba mjukuu wake alikuwa amepanga kweli kuondoka nyumbani. Kwa upande mwingine, Sun na Kang wanafikishwa kituoni kwa ajili ya kuhojiwa. Kama walivyoelekezwa na Jia, wanakanusha kila kitu na kudai walikuwa wamepita tu karibu ya eneo hile na hamna kitu chochote kilichotokea. Wakati wa mahojiano yanaendelea, yule askari aliyekuwa amekwenda kwenye eneo la mfereji wa majitaka ghafla anaanza kutokwa na jasho jingi kupita kiasi. Kwa hasira anasema, si niliwaambia msafishe eneo lile mapema? Kwa nini hamkusafisha? Wote waliokuwepo wanabaki wakishangaa jinsi Jia alivyonusurika. Jia anawaeleza kwamba alipofumbua macho baada ya kuzinduka alimuona mpiga mbizi akiwa mbele yake, lakini hajui alitokea wapi. Bila shaka hakuna anayemwamini. Muda mfupi baadaye bibi yake Jia anafika na kusikia mpango mzima wa utekaji waliokuwa wameupanga. Kila mtu anaingiwa na hofu. Jia anakimbilia kujificha ndani ya kabati, lakini ghafla anajikuta amehamishwa kwenda enzi za Joseon ambako anashuhudia watu wakiteswa mbele ya macho yake. Katika ulimwengu wa sasa, bibi yake anaendelea kuwafokea Sun na Kang. Anapofungua kabati ili kumtafuta Jia, anashangaa hakukuta mtu kabisa. Yaani kabati halina mtu bwana. Aya. Sekunde chache baadaye Jia anatokea tena ghafla kana kwamba ametokea hewani. Akiwa amejawa na hofu anamueleza bibi yake kwamba anaendelea kuona mambo ya ajabu ndani ya macho yake. Anaona kuona njozi za ajabu zikimtokea kichwani. Mwanzoni Sun anadhani Jia anajifanya ili asikemewe, bila kujua kwamba kweli alikuwa amesafiri kwenda sehemu nyingine kabisa na enzi za zamani. Lee anayasikia mazungumzo hayo yote na kuanza kuvutiwa sana na jambo hilo. Wakati huo Kim anaojiwa katika kituo cha siri bwana. Anaulizwa kama anajua mahali alipo mtoto asiyeweza kufa. Kim anaeleza kwamba miaka 20 iliyopita kulikuwa na watoto kadhaa walionusurika kwenye majambo hayo bwana, lakini hajui ni yapi ama ni yupi hasa aliyekuwa mtoto huyu asiyeweza kufa. Hata hivyo anakumbuka vizuri mtoto mwingine aliyekuwa akijulikana kwa nambari 3972. Mara tu nambari hiyo inapotajwa, kumbukumbu za zamani zinarejea bwana. Miaka 20 iliyopita mtoto nambari 3972 bwana 3972 aliletwa kwenye kituo hicho na kufanyiwa majaribio mbalimbali. Hakumbuki karibu chochote kuhusu maisha yake ya zamani isipokuwa taswira hafifu ya mwanamke aliyekuwa akianika nguo, ingawa hata uso wake hauweza kuukumbuka bwana. Baadaye alianza kupata uwezo wa kusogeza vitu kwa kutumia akili yake. Hata hivyo hakuweza kuudhibiti uwezo huo, jambo lilomfanya karibu apoteze maisha. Mtoto mwingine alikimbia haraka na kumwokoa kabla hajachelewa. Mtoto nambari 3972 akamuonya kwa kusema, uwe mwangalifu, la sivyo nawe utakufa. Lakini mtoto huyo mwingine alitabasamu na kusema, haijalishi nini kitatokea, mimi siwezi kufa hata hivyo. Na huyo ndiye alikuwa mtoto asiyeweza kufa ambaye sasa shirika hilo linaendelea kumtafuta kwa udi na uvumba. Lee anaendelea kuota ndoto zinazohusiana na kumbukumbu hizo. Kila siku anapoamka ushindwa kujidhibiti kutokana na nguvu ya kumbukizi hizo. Hivyo basi ndio maana mara kwa mara kelele kubwa za vitu huvunjika husikika kutoka ndani ya chumba chake. Kwa upande wa Jia, bibi yake anakwenda hospitalini kukutana na daktari. Daktari anamshangaza kwa habari isiyoaminika. Jia amepona kabisa. Afya yake sasa iko katika hali nzuri kabisa na sio kwa kutegemea. Na daktari hana maelezo yote ya kisayansi isipokuwa kusema kwamba huu ni miujiza. Haiwezekani mtu ambaye alikuwa anaumwa moyo, ambaye alikuwa anategemea kufa kama sio leo hata kesho, akapona kabisa. Neno muujiza linamkumbusha bibi yake Jia jambo alilowahi kuambiwa zamani, kwamba Jia mwenyewe alikuwa mtoto wa miujiza tokea alipozaliwa. Akiwa amesumbuliwa na mawazo hayo, anarudi nyumbani na kumpigia simu mtu mmoja aitwaye Choi. Kwa upande mwingine, Sun na Kang wameketi pamoja wakinywa, huku akihofia adhabu ambayo huenda bibi yake Jia angewafanyia. Kwa hasira, Kang anarusha kopo kwa nguvu, lakini kopo hilo linapenya ukuta na kutoboa shimo kubwa kana kwamba lilikuwa ni risasi. Anabaki akitazama shimo hilo kwa hofu
hofu kubwa, akishindwa kuelewa uwezo mpya alioupata. Imekuwaje hivi? Hizi super power nimetoa wapi bwana? Mbona kama Superman? Aha, hatari. Wakati huo Sunny anarudi nyumbani, ghafla anakuta mkono wake umeng'ang'ania mlango wa freezer. Anauvuta kwa nguvu mara kadhaa, lakini hauachi hata kidogo. Anaingiwa na hofu, anashindwa kuelewa ni nini hasa kinachomtokea. Siku inayofuata bwana, bibi yake Gia anamwambia kwa furaha kwamba hali yake ya afya imekamilika sana. Hata hivyo bwana, sitiza kwamba bado atalazimika kuendelea kufanywa vipimo mara kwa mara ili kuhakikisha kila kitu kinaendelea sawa kama sasa hivi ilivyo. Na si hivyo tu, anamwambia pia kwamba tayari amemnunulia tiketi ya ndege na tayari yupo radhi kumpa fedha ili aweze kusafiri, lakini kuna masharti. Na hapa atalazimika kwamba Gia kuyafuata maelekezo yake, na kwanza kabisa aanze kwa kutafuta kazi kabla ya kuanza safari yake. Baada ya kusikia habari njema kuhusu afya yake, Gia anajawa na furaha isiyoelezeka. Anaanza kula kwa hamu kubwa kana kwamba alikuwa amepewa nafasi mpya kabisa kwenye maisha yake. Wakati huo Choi anampigia simu bibi yake Gia na wawili hao wanakubaliana kukutana ana kwa ana, yani uso kwa macho. Baadaye Gia anaanza kufanya kazi pamoja na Kang ambaye bado anaendelea kushangazwa na uwezo wake wa ajabu alioupata, kwa sababu haelewi kabisa nini kinachotokea ndani ya mwili wake bwana. Ghafla Lee anawafuata na kumuuliza Gia kama anajua kuhusu jambo lolote kuhusu kitu kinachoitwa Wonderkind. Aha, what is Wonderkind bwana? Gia hata anashindwa kutamka neno hilo vizuri kabisa. Jambo hilo linamfanya Lee azidi kumtilia shaka. Bila kuzunguka anamuuliza moja kwa moja, straight forward, yani bila kupepesa, anamuuliza kwamba wewe Gia, uliwezaje kuwa hai baada ya kufa? Gia anaingiwa na wasiwasi na kujitetea haraka akisema kwamba hakufa bali yeye alikuwa amelala tu. Baada ya hapo anamgeukia Kang na kumuuliza kamera waliotumia kurekodi video ya utekaji, je, Kang umeiweka wapi? Kwa uzembe wake Kang anajibu kwa utulivu kana kwamba hakuna jambo lolote. Anasema kwamba mimi kamera niliiacha kwenye eneo la mfereji wa majitaka bwana. Gia anashtuka sana. Bila kupoteza muda anakimbia kuelekea huko kwa sababu hataki mtu yeyote agundue kwa muujiza uliotokea na kilichomkuta kwenye mwili wake mpaka yeye yuko hai sasa ni kitu cha ajabu kabisa. Akiwa njiani anatambua kwamba Lee alikuwa anamfuatilia kwa siri, lakini Lee naye anafahamu kwamba kuna mtu mwingine alikuwa akimfuatilia pia. Gia anapofika kwenye eneo hilo anakimbia ndani haraka. Wakati huo Lee anagundua kuwa mkusanyaji wa vitu chakavu tayari alikuwa ameichukua ile kamera. Anaitazama ile video iliyorekodiwa na kujionea kwa macho yake kwamba Gia kweli alikufa ile siku. Ili kuthibitisha alichokuwa anakihisi, Lee anatumia uwezo wake wa kubomoa jengo lote lilokuwa juu ya Gia. Gia anajaribu kukimbia kwa nguvu zote ili kujiokoa, lakini anashindwa kupata wasaa huo. Sana anawashuhudia tukio hilo lote kwa mshangao mkubwa. Mara baada tu ya jengo lote kuporomoka, ghafla Gia anajikuta akiwa ndani ya meli. What the fuck? Hatari kabisa. Wakati huo bwana mpelelezi anayefuatilia simu yake anasema ishara inaonyesha kwamba Gia yuko katikati ya bahari nje ya mipaka ya nchi yao. Anasisitiza kuwa lazima kifaa chake cha kufuatilia kina hitilafu, kwa sababu jambo hilo haliwezekani. Mara ya kwanza alikuwa wapi, mara ya pili akarudi mjini, na sasa hivi anaonyeshwa yupo katikati ya bahari. Hiki kitu si sawa kabisa. Wakati huo tamthilia ya historia inaonyeshwa kwenye television na Gia anaonekana kwa sekunde chache akiwa nyuma ya waigizaji. Hapo ndipo tunagundua ukweli wote kabisa. Hakuwahi kusafiri kwenda enzi za Joseon kama alivyodhani. Kwa bahati mbaya alikuwa amehamishwa moja kwa moja hadi kwenye eneo ambalo tamthilia ya historia ilikuwa ikirekodiwa wakati huo. Lakini safari hii mambo yanakuwa mabaya zaidi. Watu waliokuwa ndani ya meli wanamdhania kuwa ni askari aliyekuwa akiwafuatilia, ili hali wao walikuwa wakisafirisha bidhaa haramu ndani ya meli yao. Bila kusita wanaanza kumfyatulia risasi nyingi. Sekunde hiyo Gia anahamishwa tena bwana na kurudi kwenye eneo lile lilobomoka. This is a controversy. Tari mno. Lee alikuwa bado akichunguza kifusi akimtafuta. Anakaribia kufa kwa mshtuko baada ya Gia kutokea ghafla nyuma yake. Kwa mshtuko huo bila kukusudia anamtupa Gia mbali kwa kutumia uwezo wake wa akili. Baadaye Lee anarudi kwenye shirika lake na kuthibitisha kwamba Gia ndiyo mtoto mwenye nambari 3972 bwana. Aha, mwanamke aliyekuwa ndani ya shirika hilo mwanzoni hamkumbuki vizuri Lee, lakini msichana mwingine anamkumbusha kwamba Lee ndiyo yule mtoto ambaye Ball alikuwa akimchukia sana. Sababu ilikuwa ni kwamba wote wawili walikuwa na uwezo unaofanana, ingawa uwezo wa Lee ulikuwa mkubwa kuzidi wa Ball bwana. Kwa upande wa Gia anazinduka akiwa nyumbani kwa Kang. Kang anamueleza kwamba Sun ndiye aliyemleta hapo. Gia anaangalia tundu la risasi lilokuwa kwenye nguo zake na kutambua kwamba kila kitu kilichomtokea kilikuwa cha kweli. Kisha anamwambia Kang kwamba anaamini sasa amepata uwezo usio wa kawaida kabisa. Kang naye anajibu kwa haraka bila kuwaza, mimi pia Gia nilipiga ngumi kitu kimoja ukuta wangu katoboka kabisa.
I think I have that power bwana. Mara moja wawili hao wanakimbilia nyumbani kwa Sun ili kujua hali yake anaendeleaje. Wanapofika wanamkuta mkono wa Sun bado umeng'ang'ania mmea, lakini kwa aibu sana anajifanya kwamba hakuna tatizo lolote ambalo linaendelea. Baada ya muda mfupi wanagundua kwamba Sun naye amepewa uwezo mwingine wa ajabu bwana. Yaani hivi kwamba hawa wote watatu wana nguvu za ajabu kupita maelezo bwana. Sasa watatu hao wanasimama wakiwa wamechanganyikiwa mno kabisa. Hata Sun mwenyewe ambaye anaonekana kuogopa zaidi haelewi. What are these powers? Where are they from bwana? Sun anaelezea kwamba Lee mfanyakazi wa ofisi ya jiji naye ana uwezo wa ajabu. Si hivyo tu, anadai kwamba asubuhi hiyo Lee alijaribu kumuua Jia. Jia anaposikia jambo hilo anaamua kwenda kumkabili Lee moja kwa moja kazini. Lee anajifanya hajui chochote kuhusu anachozungumziwa na anaendelea kukwepa kila swali analoulizwa bwana na Jia, lakini Jia hamwachii hata sekunde moja. Yani aibu utaona wewe bwana. Anaendelea kumfuata kila mahali mpaka Lee analazimika kudanganya kwamba ana kazi ya nje na kutoka ofisini kabisa. Bila shaka Jia pamoja na Sun na Kang wanaamua kumfuata kwa siri ili kujua ukweli wote unaomzunguka huyu jamaa bwana. Wakati huo bibi yake Jia anapata habari ya kushtuka kwamba Choi, mwanaume ambaye walikuwa wamepanga kukutana naye, amefariki dunia. Anapofika kuona mwili wake anaelezewa kuwa Choi alijua, lakini kabla ya kufariki aliacha ujumbe maalum kwa ajili ya bibi yake Jia bwana. Katika ujumbe huo Choi aliandika kwamba anamhurumia Daktari Ha kwa sababu alihukumiwa kimakosa miaka 20 iliyopita, na ukweli ni kwamba hakuwahi kufanya majaribio yoyote kwa wale watoto. Baada ya kusoma ujumbe huo bibi yake Jia anatambua mara moja kwamba Choi alilazimishwa kufanya hivyo na kuna mtu ama watu waliomtisha kabla ya kifo chake. Wakati huo tunafahamu kwamba Daktari Ha hatimaye ameachiwa huru kutoka gerezani kwa msaada wa mtu mmoja wa ajabu mno. Mtu huyo anamwagiza jambo moja tu Daktari Choi, kwamba amtafute mtoto asiyeweza kufa. Baada ya kuachiwa, Daktari Ha anaenda kwanza nyumbani kwa Choi akitafuta taarifa mbalimbali. Anapogundua kwamba mmiliki wa mgahawa anaufahamu ukweli wote, anamtumia mmoja wa wasichana wa shirika lao kwenda kumuua Choi kwa kutumia uwezo wake wa kudhibiti akili za watu. Hapo ndipo tunapogundua siri kubwa sana. Makao makuu ya shirika hilo ndiyo yale yaliyokuwa yakijificha ndani ya kanisa lile la ajabu. Muda mfupi baadaye wapelelezi wawili wanafika kanisani hapo ili kuchunguza kuhusu watu wanaoendelea kutoweka. Mwanamke wa ajabu aliyoliongoza anawakaribisha kwa upole kabisa mkubwa na kuwaonesha maeneo mbalimbali ya jengo hilo. Kadri wanavyoendelea kutembea kila kitu kinaonekana kizuri na kuvutia, lakini mmoja wa wapelelezi hao anaanza kuona mashaka zaidi baada ya kuona hata wanakwaya yao wenyewe ndani ya kanisa hilo. Mwanamke huyo anatabasamu na kuwaambia atawaonesha sehemu nyingine nyingi zilizokuwa humo ndani. Anawapeleka chini ya jengo hilo, mahali ambapo panaonekana pazuri na pa ajabu kidogo, lakini hawajui kwamba kila kitu wanachokiona ni taswira ya uongo iliyoundwa kwa uwezo wa mwanamke huyo bwana. Si anaweza kukontrol akili? Huwezi kuelewa bwana. Baada ya kutoka humo, yule mpelelezi anatambua kwamba mwili wake ulikuwa ukitokwa na jasho kupita kiasi, jambo linalomfanya aanze kuhisi kuna jambo lisilo la kawaida kabisa. Kwa upande mwingine, Jia pamoja na wenzake wanaamua kumchokoza Lee kwa makusudi kwa kuzungumzia uwezo wa ajabu mbele yake. Wanapomwona akionekana kupoteza umakini, Jia anaiba begi lake kwa siri kabisa, kisha yeye na Sun na Kang wanamvuta kwa nguvu na kumuingiza ndani ya gari lao. Njiani wanaendelea kumhoji kuhusu uwezo wao wa ajabu, lakini Lee anaishia kuumwa kichwa kutokana na kelele na maswali yao yasiyokoma yasiyoisha. Muda wote maswali juu ya maswali yanazidi kudata bwana. Kwa sauti ya kuchoshwa anawaambia kwamba hajui chochote kuhusu jambo hilo wala hataki kulijua kabisa. Kwa hasira wanamsukuma nje ya gari, lakini Lee anapojaribu kushikilia mlango kwa sababu hakujua walikuwa wamemshusha wapi, ghafla wote wanaona gari la polisi likipoteza mwelekeo na kuanguka pembeni mwa barabara. Bila kusita watatu hao wanakimbilia kutoa msaada bwana. Wakati wanamtoa askari wa kwanza nje ya gari kwa mafanikio, kisha Jia na Kang wanajaribu kumwokoa askari wa pili huku bwana, lakini wanashangaa kuona mwili wake umeharibika kwa namna isiyo kawaida, kana kwamba si wa binadamu wa kawaida kabisa. Jia anamwambia sana akachukue maji haraka kabla gari halijalipuka hili. Wakati huo yeye pamoja na Kang wanaendelea kujitahidi kumvuta askari huyo kupitia upande mwingine wa gari. Akiwa katikati ya purukushani hizo, Jia anamfokea Lee kwa hasira kabisa akisema kwamba kama kweli unataka kuwa binadamu mwenye utu, tumia uwezo wako uliosogeze hilo gari sasa hivi. Sasa hatimaye Lee anakubali bwana. Anatumia nguvu zake za akili kulisogeza lile gari ili kuwasaidia bwana, lakini Kang kwa ujinga wake anadhani uwezo huo ndio wa kwake.
Tayari bwana. Baada ya juhudi kubwa wanafanikiwa kumtoa askari huyo akiwa hai. Muda huo huo Sun anarudi mbio akiwa amejawa na hofu, anapaza sauti akisema kwamba ameona kiumbe cha ajabu ndani ya maji kikimkonyeza jicho bwana. Bila shaka hakuna hata mmoja anayemwamini. Sun anakimbia bwana kwenda kuzima moto uliokuwa ukiwaka kwenye gari. Lakini ghafla mwili wake unashikamana na gari hilo lilokuwa linaungua bwana. Jambo linalozidi kuwa baya pale Kang naye anaposhikamana na Sun. Jia anamwomba Lee kwa sauti ya kuomba waokoe haraka mno. Lee anatumia tena nguvu zake za kiakili na kwa shida kubwa anafanikiwa kuwatenganisha Kang na Sun. Hatari sana. Baada ya hapo anakimbia moja kwa moja bwana kwenda kumwokoa Sun. Safari hii uwezo wa ajabu wa Sun nao unaanza kufanya kazi. Kwa kutumia kipande cha mabaki ya gari lililoharibika anafanikiwa kujinasua Wakati huo Lee analirusha gari lile kuwa linakaribia kulipuka mbali kabisa kabla halijapasuka. Baada ya kunusurika katika tukio hilo la kutisha, Jia anajivunia sana kile watu hao walichokifanya. Kwa furaha kubwa anatangaza kwamba kuanzia siku hiyo wanapaswa kuunda timu ya mashujaa wenye uwezo wa ajabu. Sasa hapa bwana, ingekuwa mbele tungeita The Avengers, lakini sasa huku kwa China sijui bwana, sijui tutapahitaji hiki kikosi. Lakini Lee hakutaka hata kusikia jambo hilo. Hakutamani kabisa kuwa sehemu ya timu hiyo. Lee anawaambia kwamba wamshushe tu mahali popote na kila mmoja aendelee na mishe zake, mimi sitaki kuwa katika hilo jambo bwana. Wakati huo Jia, Sun na Kang wanaendelea kusherehekea wakiamini kwamba fedha za zawadi kwa kitendo chao cha kuwaokoa askari wale zitagawanywa kati yao watatu. Baadaye Lee anaanza kuchunguza kumbukumbu za jiji kwa umakini mkubwa. Baada ya uchunguzi wa kina anagundua kwamba kitu kilichowapa Jia, Sun na Kang uwezo wa ajabu kilikuwa ni maji yaliyotoka kwenye mfereji wa maji taka. Sio wao pekee tu, askari mmoja pia alikuwa amebadilika baada ya kugusana tu na maji hayo. Lee anafuatilia maji hayo yalipotoka na hatimaye anagundua chanzo chake ni makao makuu ya lile kanisa la ajabu. Hapo ndipo anathibitisha kuwa kanisa hilo ndilo makao mapya ya Daktari Ha, lakini bado hajui hatua gani anatakiwa kuchukua. Kwa upande mwingine, Jia huku bwana na Sun na Kang wanaenda hospitalini kuwajulia hali ya askari waliokuwa wamewaokoa wao bwana, lakini wanashangaa kuambiwa kwamba hakuna askari yeyote aliyejeruhiwa aliyewahi kufikishwa hospitalini hapo. Kwa mshangao mkubwa wanaamua kuwasiliana moja kwa moja na askari hao, ndipo wanagundua kwamba wametoweka kabisa bila kuacha hata alama. Wote watatu wanaingiwa na hofu kwa sababu wanakumbuka vizuri kwamba waliwakabidhi kabisa askari hao kwa wahudumu wa gari la wagonjwa. Sasa wanajiuliza hao walienda wapi bwana? Pole pole wanaanza kuhisi kwamba huenda kuna shirika fulani linalowawinda watu wenye uwezo wa ajabu na ndio lilowateka askari hao. Na kweli ndivyo ilivyokuwa bwana. Shirika hilo lilikuwa tayari mwapeleka askari hao kwenye makao yake ya siri. Wakati huo baadaye Lee kuelekea kikamilifu kinachoendelea, Ball anamfuata. Anamwambia ingekuwa bora kama angekufuatana naye kwa hiari kwenda kukutana na baba yao. Lee anashangaa sana kusikia Ball na bado anamuita Daktari Ha baba licha ya mateso yote aliyowafanyia. Ball anamjibu kwa utulivu kabisa, ndiyo sababu ninampenda, alinipa thamani ya maisha yangu na sasa nami ninamsaidia, ninawakusanya wale ambao wote wameharibika na kuangamiza. Maneno hayo yanamfanya Lee atambue ukweli unaotisha, ukweli unaosikitisha mno bwana. Hatari. Yote ambaye mabadiliko yake yanashindikana utakiliwa mbali. Ndiyo maana walimchukua yule askari. Mara moja Lee anaanza kuwa na wasiwasi kuhusu Jia, Sun na Kang. Muda mfupi baadaye Jia anamfuata na kumweleza kwamba askari waliokuwa hospitalini wote wametoweka na wakati sisi wote bwana Lee tuliwapeleka. Lee anamuonya kwa uzito mkubwa, basi ficheni uwezo wenu bwana. Hapa sasa anakuwa kama Masii wakati unatoa ushauri, unajua kwamba Lee anamwambia hivi bwana Kimasii kwamba basi ficheni uwezo wenu. Wewe mmoja pamoja na wenzako mnapaswa kujificha, la sivyo wote mtakamatwa kama hao askari. Lakini baadaye ya kusikiliza ushauri huo, Jia anaendelea kumbughudhi Lee, akimtaka amfundishe namna ya kudhibiti uwezo wake. Lee anampuuza kabisa, lakini kadri anavyojaribu kumkwepa ndivyo Jia anaongeza kung'ang'aniza bwana. Anasema hivi, mimi ni king'ang'a zaidi ya wewe unavyowaza Lee bwana. Fanya juu chini unifundishe jinsi gani naweza kucontrol hizi powers, lakini lengo langu mimi nisaidie watu kwa sababu mimi nimeletwa duniani na hisi kwa ajili ya hiyo tu. Bwana mimi si unajua kwamba nilishakufa. Ghafla mfanyakazi mmoja wa ofisi ya Lee anatokea wakati wao wanaendelea na hizo mishe zao bwana. Kwa haraka Jia anamhamisha ghafla kutoka eneo hilo na kumpeleka eneo lingine kabisa ili mwanamke yule asimuone. Anapotokea tena Lee anatumia nguvu zake za kiakili kumuinua Jia hewani na kumbandika kabisa kwenye dari. Lakini badala ya kuogopa, Jia anafurahia sana jambo hilo, anacheka kwa furaha na kusema, uliwezaje kuficha uwezo mzuri kiasi hiki?
hapo ndipo Lia anatambua kwamba Jia ni mtu asiyeogopa chochote kabisa. Baadaye Jia anamuuliza kwa wasiwasi, nikikosa uwezo huu wa ajabu si nitakufa tena? Lia anamhakikishia kwamba jambo hilo halitatokea. Jibu hilo linamfurahisha sana Jia. Anaondoka ofisini akiwa karibu kucheza kwa furaha kwamba hata iweje bwana, hawezi tena kufa bwana Jia, na kwamba hata pawa zikiondoka hata ugonjwa wa moyo hataupata tena. Lia anamtazama kwa siri akiondoka, na taratibu anaanza kujikuta akimpenda Jia. Hatari hapa. Njiwa belegasa, hatari. Lakini kabla hajarudi kuendelea na kazi zake, anagundua Ball alikuwa akimfuatilia Jia kwa siri. Ni wazi alikuwa akijiandaa kumshambulia. Bila kuchelewa, Lia anaingilia kati na kumfukuza Ball kabla hajafanya kitu chochote kwa Jia. Baada ya hapo anamuita Jia arudi tena ofisini. Jia anatii kwa furaha bila kujua kwamba Lia alikuwa akimlinda dhidi ya hatari iliyokuwa inamvizia bwana. Lia aliporudi ofisini anamkuta Jia ameketi akiwa na furaha kubwa. Jia alikuwa ameelewa vibaya hali hiyo na kuamini kwamba Lia alikuwa amempa kazi ya kufanya pamoja naye. Kwa furaha isiyoelezeka anampigia simu bibi yake na kumweleza habari hizo. Bibi yake anafurahi sana akikimbilia mgawani na kuwaeleza wafanyakazi wake wote, nao wanaungana kusherehekea habari hiyo njema. Lakini muda mfupi baadaye bwana, wanaambiwa kuwa kuna mgeni ama wageni wamefika. Bibi yake anapogeuka na kuwatazama vizuri, anawakuta Daktari Ha pamoja na kundi lake, wote wenye uwezo wa ajabu wakiwa wamesimama mbele yake. Watu hao wanaamini kwa dhati kwamba Daktari Ha ndiye baba na mwokozi wao. Miaka 20 iliyopita, baada ya mlipuko ule mkubwa, alijaribu kumuokoa, lakini Daktari Ha aliwaamuru wakimbie na wamngoje. Walitii maagizo yake, ndio maana walifurahi sana alipomaliza kifungo chake gerezani na kuanza kuwatafuta tena. Kutokana na madhara makubwa yaliyotokana na mabadiliko ya miili yao, wanaamini kwamba kumpata mtoto asiyeweza kufa ndiyo njia pekee ya kuwaponya wote. Daktari Ha anaketi mbele ya bibi yake Jia na kumuuliza ni kwa namna gani alifanikiwa kuachiliwa kutoka gerezani, kisha anamwambia kwamba yeye ndiyo chanzo cha yote yaliyotokea. Bibi yake anashangaa na kumuuliza kwamba Daktari Ha, unamaanisha nini bwana? Anaeleza kwamba lengo lake lilikuwa ni kuwasaidia watoto pekee tu. Alikuwa akitoa fedha nyingi za ufadhili bila kujua kwamba fedha hizo zilikuwa zinatumika kufadhili majaribio hayo ya kikatili. Daktari Ha anamjibu kwa kejeli, kama dhamiri yako inakuambia huna kosa basi sawa. Baada ya hapo anamuuliza kuhusu mtoto asiyeweza kufa. Bibi yake anajibu kwa msimamo mkali kwamba mtoto huyo alikufa zamani. Daktari Ha anamwamuru mmoja wa wasichana waliokuwa pamoja naye kutumia uwezo wake wa kudhibiti akili juu yake. Baada ya kuulizwa tena swali lile, bibi yake Jia bado anasisitiza kwamba mtoto asiyeweza kufa alishafariki, na huo ndio ukweli. Lakini kumbe bwana, ukweli ni kwamba mtoto asiyeweza kufa hakuwa na uwezo wa kufa kabisa, na hiyo inajulikana. Daktari Ha alimfanyia majaribio mara nyingi sana. Mtoto huyo alikufa tena na tena, lakini kila mara alifufuka na kurudi kuwa hai. Sasa inawezekaje kwamba papa amekufa bwana? Mbona kama inachanganya hivi? Hata hivyo, kila kifo alichopitia kilimsababisha maumivu makali yasiyoelezeka. Lia alikuwa shahidi wa mateso hayo yote. Siku moja Lia alishindwa kabisa kuvumilia kuona rafiki yake akiteseka. Kwa hasira kubwa alipoteza udhibiti na uwezo wake na kuharibu kituo kizima, jambo lilosababisha mlipuko mkubwa uliotokea miaka 20 iliyopita. Tangu siku hiyo hakuna aliyewahi kujua mtoto huyo asiyeweza kufa alitokeka wapi. Hata Lia mwenyewe amekuwa akimtafuta kwa miaka yake yote hiyo. Lia alipomwona Jia akifufuka baada ya kufa, alianza kuhisi kwamba huenda yeye ndiye yule mtoto ambaye asiyeweza kufa, lakini kwa sababu Jia ni msichana, alijiaminisha kwamba lazima alikuwa amekosea, kwani anakumbuka wazi kwamba rafiki yake alikuwa ni mvulana. Baada ya mazungumzo hayo, Daktari Ha pamoja na wenzake wanaondoka kwenye mgahawa bila kumuua bibi yake Jia. Kwa upande mwingine, Jia ana furaha isiyo ya kifani kuhusu uwezo wake mpya. Anajawa na matumaini kwamba akipata mafunzo kutoka kwa Lee, siku moja ataweza kusafiri popote anapotaka bila kuhitaji tiketi ya usafiri tena. Siku inayofuata Lee anamwomba Jia amsaidie kazi, lakini Jia anaamua kuwachukua pia Kang na Sun waende naye. Hapa sasa wafanyakazi wa ofisi wanashangaa sana kuona Lee akifanya kazi pamoja na watu wale wa ajabu. Muda mfupi baadaye, baadhi ya watu kutoka kwenye lile kanisa wanafika wakidai kwamba wamekuja kusaidia kusafisha mitaa, lakini Lee anatambua mara moja lengo lao halisi. Walikuwa wamekuja kumchukua Jia kwa sababu wanaamini mabadiliko yake hayakukamilika ipasavyo. Akiwa na hofu kubwa kuhusu usalama wake, Lee anawaficha Jia, Kang na Sun ndani ya chumba kimoja. Anawaamuru wabaki humo na waanze kufanya mazoezi ya kutumia uwezo wao, kwa sababu mambo yanayokuja baadaye yatakuwa ni ya hatari mno. Anawaambia wajitahidi kugundua ni wakati gani uwezo wao hujitokeza na jinsi uwezo wao unavyofanya kazi. Hivyo watatu hao wanaanza kufanya majaribio kwa umakini mkubwa. Wakati huo huo, katika makao makuu ya shirika hilo, wanaamua mtu mwingine ambaye mabadiliko yake yalishindikana. Mmoja wa wasichana walioko humo anaingiwa na hofu na kumuuliza rafiki yake kama siku moja nao wanaweza kuishia kuuawa hivyo hivyo. Rafiki yake
yake anamjibu kwamba wanapaswa kumwamini baba yao na kuelekeza nguvu zote katika kumtafuta mtoto asiyeweza kufa. Anamwahidi kwamba atalishughulikia jambo hilo. Kwa upande mwingine bwana, tunamwona mpelelezi anayemsaidia bibi yake Jia anachunguza picha zilizorekodiwa na kamera za ulinzi kwenye huo mgahawa wake. Anagundua jambo moja la ajabu mno. Watu wale wenye uwezo wa ajabu walionekana kwenye kamera mara moja na mara nyingine hakuonekana tena. Anamuonesha bibi yake Jia sehemu hiyo ya video. Ndani yake wanaona wakati Bol alipomtambua Jia na kumwambia Daktari Ha kwamba msichana huyo aliyekuwa karibu na Lee kila wakati. Mara moja hapo Daktari Ha aliamuru Bol amlete Jia mbele yake. Lakini Bol anapomkaribia Jia alitoweka ghafla kana kwamba ameyeyuka hewani. Bibi yake Jia anabaki ameshtushwa sana na kile alichokiona kupitia zile video, lakini mambo yanakuwa ya kutisha zaidi. Mpelelezi huyo bwana aliyekuwa amesimama pembeni yake ghafla anampigia simu ili hali alikuwa akimuona tena mbele yake. Ndipo anatambua kuwa ukweli huu ni unatisha mno. Mtu aliyekuwa amesimama karibu yake hakuwa tena mpelelezi halisi. Alikuwa ni yule msichana mshirika mwenye uwezo wa kuwatengeneza watu maono ya uongo. Yaani huyu mdada bwana alikuwa na uwezo mmoja hivi wa kucheza na akili za watu. Sasa kwa utulivu msichana huyu anamwambia kwamba amekuja kujua mahali alipo mtoto asiyeweza kufa kwa ajili ya baba yao. Bibi yake Jia anakasirika sana kumjibu, unamuita baba? Umepagawa Mtu huyo aliwatesa na akawatumia nyote kwa maslahi yake. Msichana huyo anamjibu kwa uchungu pia bibi Jia bwana. Anamwambia hata hivyo ni bora kuliko wewe. Yeye angalau aliwaokoa watoto waliobadilika. Wewe uliwaacha wote. Maneno hayo yanamgusa sana bibi yake na Jia. Anatambua jinsi Daktari Ha alivyofanikiwa kuwapotosha na kuwatawala kiakili watoto hao. Msichana huyo anamtisha kwamba asiposema alipo mtoto asiyeweza kufa atamfungia milele ndani ya maono ya kutisha yasiyoweza kuisha milele. Lakini bibi Jia anamjibu kwa sauti ya baridi kabisa, yani leo wewe mimi mwenyewe siogopi. Anamwambia kwamba kana kwamba miaka 20 iliyopita haikuwa jehanamu tayari. Sasa nini chaweza kunitisha wewe jamani? Baada ya kusema hivyo msichana huyo anaondoka kwa hasira na ghadhabu nyingi sana. Mara tu baada ya kuondoka bibi yake Jia anamwamuru mpelelezi halisi amtafute mjukuu wake haraka iwezekanavyo, kwa sababu ana hofu kubwa sana maisha yake yanaweza yakawa yako hatarini. Lakini wakati huo Lee anagundua kwamba kiongozi wa lile kundi la kanisa amepoteza kabisa uwezo wa kufikiri kwa kawaida. Anaamini kwa dhati kwamba uwezo wao wa ajabu ni miujiza ya kweli. Hapa ni hatari sasa. Wakati huo bwana kiongozi wa lile kanisa alikuwa akifuata maigizo ya Bol bila kuhoji chochote. Hata anamwambia Lee kwamba muda wake wa kufa umefika kwa sababu ndivyo walivyotaka. Mara Bol anaanzisha shambulio bwana. Kwa kushangaza mtu wa kwanza anayemuua si Lee bali ni yule kiongozi wa kanisa mwenyewe bwana. Sasa hapo bwana tunaona hapo kuna twisting moja hatari mno. Bol bwana anamgeuka kiongozi bwana. Sasa baada ya hapo anamgeuka Lee na mapambano makali yanaanza sasa. Ghafla Jia anajikuta akihamishwa bila kutarajia na kutokea katikati ya vita hiyo bwana. Anabaki amepigwa na butwaa alipoona kilichokuwa kinaendelea. Bol anapolirusha gari moja kwa nguvu kuelekea kwake, Jia anahamishwa tena ghafla na kujikuta amerudi kwa Sun na Kang. Kwa hofu kubwa anajaribu kuwaeleza kwamba jamani Lee yuko hatarini huko, lakini bila kukusudia anamshika Kang na wote wawili wanahamishwa tena kwa pamoja hadi eneo la mapambano. Bol anapoona jambo hilo anaamua kuwaua wote watatu kwa wakati mmoja. Anarusha gari kubwa kwa nguvu likiwaelekea watu watatu bila kufikiria mara mbili. Jia anakimbia mbele na kumkumbatia Lee ili amlinde. Gari hilo linawagonga kwa nguvu na kuwafunika wote chini ya mabaki yale bwana. Bol anatabasamu akiamini kwamba mission is complete bwana, ameshawashinda hawa pumbavu na kwamba jambo lishakuwa unyama. Lakini baada ya sekunde chache tu baadaye Kang anainua gari lote kwa mikono yake kana kwamba halina uzizo wote, yani 0 kilogram bwana. Bol anabaki ameduaa, inawezekanaje? Anasema kwa mshangao, nini? Wewe pia umebadilika? Wewe pia ni mtu aliyeshindikana? Kang anajibu kwa kujiamini huku akitabasamu kisema kwamba aliyeshindikana? Mimi niko sawa mbona kabisa. Bol anamshambulia mfululizo, lakini kila kitu anachorusha kinaharibu mazingira na mzunguka Kang, huku Kang mwenyewe akibaki bila hata jeraha moja. Jambo la kuchekesha zaidi ni kwamba Kang hana hata wazo la anachokifanya. Anadhani anashinda vita hiyo kwa kupiga makofi na kujisifu kama mtu asielewa kinachoendelea. Wakati huo bwana Jia anamhamisha Lee tena kutoka eneo la mapambano. Safari hii wanafika mahali ambapo Jia alikuwa anatamani kufika kwa muda mrefu sana, ambapo ni sehemu ya ndoto yake. Lakini kuna tatizo kubwa. Jia alikuwa anakufa. Kitu chenye ncha kali kilikuwa kimetoboa shingo yake. Lee hana la kufanya zaidi ya kushuhudia Jia akipoteza maisha mbele ya macho yake. Lakini muda mfupi baadaye Jia anafumbua macho na kufufuka tena kana kwamba hakuna tena kilichotokea. Jia mwenyewe anazidi kuchanganyikiwa kabisa. Haelewi
haelewi ni nini kinamtokea bwana. Lakini Lee sasa anapata uhakika kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya Jia na mtoto asiyeweza kufa. Tatizo ni kwamba bado hajui uhusiano huo ni upi. Kutokana na mapambano yale makali na kutumia uwezo wake kupita kiasi, Lee anaanguka chini akiwa amepoteza fahamu, hajiwezi, ana hamu tena. Kwa upande mwingine, Ball naye amechoka sana. Joe anamkemea kwa kutumia uwezo wake ovyo bila kufikiria. Ran naye anamhoji kwa hasira kwa nini aliamua kupigana na Lee. Ball anamuuliza kwa nini anajali sana kuhusu Lee. Ran anajifanya kusema kwamba ni kwa sababu Lee ni mmoja wao tokea kitambo, lakini huo haukuwa ukweli. Kwa muda mrefu sana Ran alikuwa akimpenda sana Lee, lakini alikuwa anafanya jambo hili kwa siri ili asiweze kumpoteza mpenzi wake. Miaka mingi iliyopotea alikuwa akitumia uwezo wake wa kuwatengeneza watu maono ya uongo ili kumuonesha Lee mandhari nzuri zilizokuwa zikimfanya acheke kwa furaha na hatabasamu mno. Ndipo hisia zake zilipoanza. Kwa upande mwingine, Jia anamrudisha Lee nyumbani kwake akiwa bado amepoteza fahamu, hajielewi, hajitambui, hana hata hamu tena jamani. Kang anabaki pamoja naye bwana. Wakiwa pamoja wanamsafisha na kumtibu jeraha lake, ndipo anagundua mwili wake umejaa makovu na majeraha ya zamani, jambo linaloonesha maisha magumu yaliyopita bwana. Tari. Baadaye Kang na Sun wanamueleza Lee kwamba walipigana na mtu mwenye uwezo mkubwa sana kutoka kwenye ile shirika. Lee anavuta pumzi ndefu na kusema, kwa hiyo ina maana hata sisi ni sehemu yao? Sun anajibu kwa hasira, hapana, yule alituita watu walioshindikana. Wakati huo huo, bibi yake Jia anamtuma mpelelezi wake kwenda kuchunguza eneo ambalo Ball na Lee walipigana. Anapofika huko anakuta damu nyingi za binadamu zimetapakaa kila mahali, lakini anashindwa kubaini damu hiyo ilikuwa ya nani haswa. Kwa upande mwingine, Jia anaendelea kukaa karibu na Lee kwa sababu anamwonea huruma sana. Akiwa amelala, Lee anaanza kumuita mama yake kwa sauti ya chini. Maneno hayo yanamgusa sana Jia. Hata akiwa usingizini, Lee anashika mkono wake bila hata kujitambua. Baadaye Jia anarudi nyumbani kwa bibi yake, anakusanya mahitaji mbalimbali, anarudi nyumbani kwa Lee, anasafisha nyumba yote na hata anampikia chakula kipendwa kabisa kizuri ili mwamba akiweza kuamka bwana aweze kupata mambo fulani hivi. Na sasa muda fulani hivi Lee anapoamka na kuona yote aliyofanyiwa, anaanza kuguswa sana moyoni. Kama kuna kitu fulani hivi kinaanza kama kunyanyuka hivi. Siku inayofuata kazini, Lee anakutana tena na Jia bwana, na wale Kang pamoja na Sun wakiwa wamemzunguka. Wanaanza kumshambulia kwa maswali kuhusu lile shirika na namna gani ya kupambana nalo ili waweze kuwapoteza kabisa, wasiweze kuwafuatilia, wasiingie kwenye maisha yao. Lee anawaonya kwa uzito mkubwa kwamba watu hao ni hatari sana. Anawaambia wanaweza kuuawa kirahisi, hivyo ni bora wasijihusishe nao kabisa, wasiingie anga zao, maana ni watu hatari sana. Lakini Ran alikuwa ameshasikia kila kitu. Hashangai tu kwamba Lee aliendelea kuwaweka karibu watu hao, bali pia haelewi kwa nini anawalinda kana kwamba ni familia yake. Kuna nini kati yake? Hata hivyo, Lee anaanza kuwafundisha rasmi namna ya kutumia uwezo wao. Anawaagiza wagundue ni hali gani husababisha uwezo wao kufanya kazi. Baada ya majaribio mengi, wanagundua kwamba uwezo wa Kang hujitokeza kila anapofokewa ama kukemewa bwana. Kwa upande wa Sun bado wanashindwa kuelewa ni nini hasa huamsha uwezo wake, lakini kwa Jia huku tayari walijua uwezo wake huanza kufanya kazi mapigo ya moyo yanapoongezeka, akiwa na pressure, uoga na mambo fulani hivi, lakini bado hawakuwa wamegundua jinsi ya kuuchochea wakati wowote wanaotaka utumike. Jia anaanza kukata tamaa sasa, lakini ghafla anaona mende, anaingiwa na hofu kubwa na kukimbia ili amuue. Mara moja Lee anatambua kwamba huo ulikuwa ni udanganyifu. Ghafla mende wengi wanaanza kuonekana kila upande. Ran alikuwa ametumia uwezo wake kuwaingiza wote kwenye maono ya uongo ili wageukane wenyewe kwa wenyewe bwana. Ran anamkabili Lee tena na kumuuliza kwa nini anaendelea kuwalinda watu hao na kuwachukulia kama familia. Lee anasikitishwa sana kuona Ran bado anaamini kwamba daktari anawajali na ndo baba yao. Ran anapoendelea kuvuka mipaka, Lee anamsukuma kwa nguvu na kuvunja maono yake yote ya uongo aliyokuwa ameyaunda bwana. Usiku huo huo, Lee anaketi pamoja na Jia na kumweleza kuhusu ukweli wote kuhusu Ran bwana. Anamwambia pia kwamba Ran naye anaendelea kumtafuta mtoto asiyeweza kufa. Lee anaeleza kwamba zamani yeye na mtoto huyo walikuwa marafiki mno na watu wa karibu sana. Ni kweli mtoto huyo hakuwezaga kufa miaka yake yote kipindi hicho bwana, lakini baadaye walipotezana na Lee akaanza kuamini kwamba huenda mtoto asiyeweza kufa ametoweka milele. Jia anamuuliza, inawezekanaje afe ikiwa ulisema hawezi kufa? Lee anamjibu kwa sauti ya chini, kama wewe. Ndiyo maana tangu mwanzo alimshuku Jia. Zaidi ya miaka yote baada ya kugundua kwamba bibi yake Jia alikuwa akifadhili tafiti za daktari kwa miaka mingi, ukweli huo unamvunja moyo Jia kabisa. Anamfuata bibi yake na kumuuliza kuhusu upasuaji aliyoweza kufanyiwa alipokuwa na umri wa miaka 7. Hatimaye bibi yake anakubali na kusema ukweli. Wakati huo huo, Jia alikuwa karibu kabisa kufa. Siku ile ile mlipuko ulipotokea, ingawa mwili wa mtoto asiyeweza kufa ulionekana umekufa, ubongo wake ulikuwa bado unaonesha dalili za uhai. Choi alimshauri bibi yake Jia wachukue moyo wa mtoto huyo na kupandikiza ndani
ndani ya moyo wa Jia ili kumuokoa. Jia anavunjika moyo kabisa. Anagundua kwamba si tu bibi yake alichangia kuharibu maisha ya mtoto asiye na hatia, bali pia ndiye aliyekuwa akifadhili majaribio yake yote ya kutisha tangu mwanzoni. Akiwa ameelemewa na hatia na maumivu makubwa, Jia anaanza kutangatanga mitaani huku akilia, akishindwa hata kuthubutu kumkabili Lee tena, akiwa na huzuni mkubwa. Wakati huo Lee anaendelea kumfuatilia Jia kwa siri akiwa mbali, kwa sababu alikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hali yake ya kuchanganyikiwa, kupagawa, kutoelewa na kuwa na hatia. Baada ya kutangatanga kwa muda mrefu bwana, Jia anataka kurudi nyumbani na kuamua kulala nyumbani kwa Kang bwana. Siku iliyofuata hata haendi kazini, jambo linalomfanya Lee azidi kuwa na wasiwasi juu yake. Nini kimempata huyu binti? Mbona kama sielewi na moyo wangu kama unachonyota hivi? Kwa upande mwingine, mpelelezi aliyetumwa na bibi yake Jia anafanikiwa kuingia kwa siri ndani ya lile kanisa na kurekodi kila kinachoendelea. Anagundua kwamba watu waliokuwa humo ndani wanaamini kabisa maneno ya Ball na wenzake wanaposema dunia itafika mwisho kabla ya mwaka huu haujaisha. Na sababu yao kumwamini ni kwamba watu wale wenye uwezo wa ajabu wanafanya mambo yanayoonekana kama miujiza mbele ya macho yao bwana. Kwa mfano, Ball anatumia uwezo wake kumsaidia mtoto aliyekuwa hawezi kutembea kusimama na kuanza kutembea tena. Badala ya kuelewa kwamba huo ni uwezo wa ajabu tu, waumini hao wanaamini kwa dhati kwamba ni miujiza wa kweli. Usiku huo Jia anaamua kwenda kukutana na Lee. Mara tu Lee anapomwona anatambua kwamba Jia alikuwa na njaa. Bila kusema mengi, anashuka chini kimya kimya na kwenda kumnunulia chakula. Akiwa na machozi machoni, Jia anamwambia kwamba hajui hata anzie wapi kumwomba msamaha. Anahisi familia yake, hasa bibi yake, ndio alosababisha Lee ampoteze rafiki yake wa karibu. Kwa upole mkubwa, Lee anamwambia hilo sio kosa lako. Wakati mazungumzo yao yakiendelea, Kang anatokea akiwa amebeba chakula kingi kutoka kwenye mgahawa wa bibi yake Jia. Kitendo hicho kinamgusa sana Jia. Anagundua kwamba bado amezungukwa na watu wanaomjali na kumpenda na kutaka afike sehemu fulani hivi asiwe na shaka kabisa, kwani wao wapo karibu yake. Baadaye anarudi nyumbani kwao kwa bibi yake, anamwambia kwa sauti ya utulivu, siwezi kukusamehe kwa yote uliyofanya ya zamani, lakini pia sitamruhusu mtu yeyote akudhuru. Bibi yake anafurahi sana kusikia maneno hayo, lakini bila onyo lolote, Jia anakusanya mizigo yake yote na kuhamia nyumbani kwa Lee. Si hivyo tu, anamchukua pia Kang, akisema si jambo linalofaa mwanaume na mwanamke kuishi wawili peke yao ndani ya nyumba moja. Lee hana jinsi ya kukubali hali hiyo bwana. Anashukuru angalau Sun hakuhamia pamoja nao, lakini asubuhi iliyofuata Sun naye anatokea bila taarifa. Anakaa mezani na kuanza kula akifungua kinywa kana kwamba ile ni nyumba yake, huku Lee akijaribu kufanya kazi. Kufika wakati huo Lee alikuwa amechoka kabisa. Hata hivyo wanaendelea na mazoezi ya kutumia uwezo wao. Baada ya majaribio mengi, hatimaye wanagundua siri ya uwezo wa Sun. Uwezo wake hujitokeza kila anaposema uongo. Kwa upande wa Jia, wanaendelea kutafuta kitu kitachoongeza mapigo ya moyo wake kwa haraka ili iweze kuchua nguvu zake zije kwa uharaka mno. Hatimaye wanagundua kwamba kahawa hufanya kazi mara moja. Mara tu Jia anapoinywa, mapigo ya moyo wake yanaongezeka na anaanza kuhamishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mara Dubai, mara Uturuki, mara China, bila hata kukoma. Anaanza kufurahia kutembelea maeneo mbalimbali na hata kuwanunulia zawadi wenzake. Baadaye Lee anamuuliza kama anaweza kuwahamisha watu wengine pamoja naye. Jia anamshika mkono na kumhamisha moja kwa moja hadi ufukweni mwa bahari. Kwa utani, karibu amwache huko peke yake kama adhabu. Lee anaendelea kumpigia simu na kumsumbua mpaka arudi kumchukua. Tatizo ni kwamba kila Jia anaporudi na kumwona Lee akikimbia kuelekea kwake, mapigo ya moyo wake yanaongezeka tena, na kila anapoongezeka anahamishwa ghafla kutoka eneo hilo. Jambo hilo linaendelea kujirudia mara nyingi na mara nyingi. Hatimaye Lee anakata tamaa na kuamua kurudi nyumbani kwa kutumia usafiri wa kawaida. Anapofika nyumbani, Jia anamshangaza. Alikuwa amemwandalia sherehe ndogo ya siku yake ya kuzaliwa. Cha kushangaza zaidi, Lee mwenyewe hata hakuwahi kujua siku yake ya kuzaliwa ilikuwa lini. Jia anamletea keki ndogo kwa furaha. Kitendo hicho kinaugusa moyo wa Lee kimya kimya. Hapa nahisi kuna kitu kitaenda kukua bwana. Lakini muda mfupi baadaye, Lee anamwambia Jia aache kuwahukumu watu kwa sura ya nje pekee. Na kabla hajafahamu chochote kinachoendelea, Lee anamwekewa dawa ya usingizi. Baada ya hapo anawasiliana na Daktari Ha. Ndipo ukweli mwingine mkubwa unafichuka. Tangu mwanzo kabisa, Lee alikuwa amefanya makubaliano ya siri na Dr. Ha
alikubali kumsaidia kumtafuta mtoto asiyekuwa na uwezo wa kufa kwa masharti kwamba naye angepewa kitu alichokuwa akihitaji. Kwa upande mwingine, Sunny anaanza kuwa na wasiwasi kuhusu wenzake. Anapotoka kwenda kuwatafuta, anagundua ukweli wa kutisha bwana, kwamba kumbe Lee naye alikuwa akifanya kazi pamoja na adui muda wote ambao wapo naye bwana. Kwa hofu kubwa, Sunny bwana anakimbia moja kwa moja bila kusita. Hakumonya hata Kang. Kitu pekee kilichokuwa akifikiria ni kurudi nyumbani haraka kuiokoa familia yake, maana kinachokuja ni tayari ameshakiona. Lakini alipofika nyumbani na kujaribu kueleza kila kitu, mke wake pamoja na binti yake hawakumwamini hata kidogo. Walidhani kuwa alikuwa akizungumza upuuzi kama kawaida yake na walivyomzoea. Kwa hasira na kukata tamaa, Sunny anasema kwamba amechoshwa kuishi na mke wake. Lakini mara tu aliposema hivyo, mkono wake unashikamana na kitu fulani. Sababu hii ni kwamba alikuwa amesema uongo. Mara moja anaanza kulia kwa uchungu kutokana na maisha yake ya taabu mno. Wakati huo huo, baada ya Jia kupelekwa kwenye makao makuu ya shirika, watu wote wanakusanyika pamoja. Joe anaanza kuwa na mashaka kuhusu kile kinachoendelea, lakini Daktari Ha kwa utulivu anaagiza Jia pewe dawa ya usingizi ili bwana aweze kulala bwana. Hata hivyo, kabla hawajafanya hivyo, wanagundua kwamba Jia tayari alikuwa ameamka. Badala ya kuogopa, Jia anawacheka sana na kusema kwamba mahali hapo panafanana kabisa na maabara ya wanasayansi wenda wazimu. Daktari Ha hampi hata nafasi ya kujibu bwana. Anaendelea kuandaa vitu vyake, vifaa vya hapa na pale, kana kwamba hakumsikia kitu chochote alichokisema Jia. Ghafla Jia anatoa mfukoni kitafunwa chake alichokuwa akikithamini thamani muda mrefu sana. Mara tu anapokila, uwezo wake unaanza kufanya kazi. Anahamishwa ghafla na kutoweka mbele ya macho yao. Wakati huo huo, Lee anafungua jalada lake la zamani na hatimaye anagundua ukweli aliokuwa akiutafuta kwa miaka mingi, anapobaini kwamba baba yake tayari alishafariki dunia, lakini mama yake bado yuko hai. Hakuwa hata amepata muda wa kutafakari habari hiyo, kwa sababu sekunde iliyofuata Jia anatokea ghafla mbele yake baada ya kuhamishwa kutoka makao makuu ya shirika hilo. Mara tu Jia anapotokea mbele yake, anamshika Lee kwa nguvu na kwa hasira anamtaka amweleze kwa nini alimsaliti. Lakini cha kushangaza, hata akiwa anamlaumu, bado anamkabidhi kitafunwa chake cha kahawa alichokuwa amekibeba. Hapo ndipo Lee anatambua jambo muhimu sana. Jia hakuwahi kumweleza mtu yoyote kwamba kinywaji chenye kahawa ndicho kinachochochea uwezo wake na kumwezesha kuhamishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wakati wowote anaotaka. Hivyo basi, kwa kweli hakukuwa na sababu yoyote ya Lee kumkabidhi kwa Daktari Ha. Jia anapokuwa karibu kulia mbele yake kwa uchungu, anaona aibu. Ghafla uwezo wake unafanya kazi tena na anatoweka mahali hiyo. Lakini kwa bahati mbaya anajikuta amerudi moja kwa moja kwenye makao makuu. The fuck. Hatari sasa. Bila kupoteza muda, wanampa tena dawa ya usingizi na kuanza kujiandaa kwenye upasuaji wao ili wakamilishe jambo lao. Anapozinduka, Daktari Ha anamueleza kwa sauti ya baridi kwamba wanakwenda kumuua ili watoto wengine waweze kuendelea kuishi. Kwa mtazamo wake, maisha ya Jia hayana thamani yoyote mbele ya kile anachokitaka na kitu ambacho kina manufaa makubwa kwa watu wengine. Anamwambia kwamba mtu wa kawaida asiye na umuhimu wowote kama wewe huna mpango wa kuishi katika hii dunia bwana. Jia akiwa na machozi anamuuliza, je, angalau Lee atanufaika na kifo changu? Daktari Ha anamjibu kwamba Lee tayari alishapata kile alichokuwa anakitaka. Alipata taarifa kuhusu mama yake. Jibu hilo linamvunja moyo Jia, lakini kwa upande mwingine anaona sababu iliyomfanya Lee afanye hivyo inaeleweka kiasi kwamba anashindwa kumchukia kabisa, kwamba mwamba hakuwa na nia mbaya, lakini alitamani kujua mama yake yuko wapi, kwani maisha yake miaka yote hakuwahi kuwa na wazazi. Maisha yao ni vituo na kupanyiwa upasuaji mwingi bwana. Siku iliyofuata, bibi yake Jia anajitayarisha kwenda kukutana na mfadhili mwingine aliyekuwa amechangia fedha katika mradi ule miaka mingi iliyopita, lakini anapofika huko anakuta mtu huyo hayupo kabisa. Mpelelezi wake anamueleza kwamba mtu huyo amepelekwa kwenye lile kanisa. Mara moja bibi yake Jia anaingiwa na hofu kubwa kuhusu usalama wa mjukuu wake bwana. Kwa upande mwingine, Sunny hatimaye anamueleza Kang ukweli wote aliogundua. Kang anakasirika sana, anasisitiza kwamba lazima waende kumwokoa Jia mara moja. Sunny anajaribu kumshawishi kwamba, oya mwanangu, fikiria kwanza, tusiende kichwa kichwa. Anamuuliza kwa nini anataka kuhatarisha maisha yake kwa ajili ya jambo hilo, lakini Kang anakataa kabisa kurudi nyuma. Anasema Jia ndiye mtu pekee aliyewahi kumlinda dhidi ya wanyanyasaji walipokuwa shuleni. Tunarejeshwa nyuma kwenye kumbukizi bwana, flashback huko zamani. Tunaona jinsi Kang alivyokuwa akidhakiwa kila siku na wanafunzi wengine, akiwa anateswa, anafanyiwa manyanyaso mengi bwana. Lakini mpaka hiyo siku moja ambayo Jia aliamua kuwa rafiki
marafiki yake. Kuanzia hapo hakuna aliyethubutu tena kumsumbua Kang, kumuonea, kwa sababu kila mtu alikuwa anamuogopa bwana Jia. Jambo la kwanza analolifanya Kang ni kwenda kumkabili Lee. Anamtaka amueleze alipo Jia. Mwanzoni Lee anakataa kusema ukweli kabisa, lakini muda mfupi baadaye bibi yake Jia naye anampigia simu. Lee anaenda kukutana naye. Akiwa huko anaona orodha ya ndoto na matamanio ya Jia. Mengi ya matamanio hayo ni ya kawaida sana, lakini yanagusa moyo wake. Moja ya ndoto zake ilikuwa ni kuishi angalau zaidi ya miaka 30. Maneno hayo yanamgusa sana Lee bwana. Bibi yake Jia anamuomba msamaha. Anamueleza kwamba anajua Lee pia alikuwa mmoja wa watoto waliokuwa wakifanyiwa majaribio yao enzi hizo. Lee anamjibu kwa utulivu kwamba msamaha huo hauwezi kubadilisha yoyote yaliyopita, kana kwamba mimi nimekosa familia, nimeteseka sana, nimepoteza muda. Hata hivyo bibi yake anaendelea kumsihi kwamba amwambie alipo Jia. Lee anakataa na kuondoka. Anapotoka nje anakutana na Kang pamoja na Sun, nao anaendelea kumsihi waeleze Jia yuko wapi. Lee, sema basi Jia yuko wapi bwana? Muda mfupi wa leo anamsikia Lee akimpigia simu bibi yake Jia na kumwambia kwamba anahitaji watu wachache wa kuaminika. Hatimaye Lee anakubali kushiriki katika mpango wa kumwokoa Jia tena. Pia anaomba msamaha kwa kumsaliti hapo awali. Anakiri kwamba alifanya hivyo kwa sababu alikuwa anatamani sana kupata habari kuhusu familia yake, kuhusu mama yake, lakini bibi yake Jia anaelewa maumivu yake yote aliyopitia Lee, kwa sababu yeye ndo alikuwa mdhamini wa kitu ambacho kimemfanya akose vitu vyote hivyo. Anamwahidi kwamba atatafuta watu watakaomsaidia baadaye. Mara moja Lee anaenda ofisini kwake na kumwomba mkuu wake amsaidie kupata ramani ya ndani ya lile kanisa. Baada ya kuipata, wanaanza kupanga kwa makini operesheni ya kumwokoa Jia sasa. Wakati huo Daktari Ha anachukua damu ya Jia na kuitumia kutengeneza dawa inayodhaniwa kuongeza muda wa maisha ili viumbe vingine viende kuishi miaka mingi bwana. Anajaribu kwa panya wa maabara. Jaribio hilo linafanikiwa kikamilifu mno. Jambo hilo linamfurahisha sana bwana daktari, lakini watu waliokuwa pamoja naye wanaanza kupata mashaka. Anamuuliza Joe, kwani Lee aliwaficha ukweli kwamba tayari alikuwa amempata mtoto asiyeweza kufa? Joe anawaambia kwamba ukweli wataujua wenyewe. Kisha anajaribu kutumia uwezo wake wa kumdhibiti Daktari Ha, lakini Daktari Ha anambadilishia hisia kwa ujanja mkubwa. Chap anajifanya kuumia kwa sababu eti alimtilia shaka baada ya kumlea kwa miaka yote. Anamwahidi kwamba atakuwa mtu wa kwanza kumsaidia kwa kutumia dawa hiyo mpya, kwa sababu anamuona kama binti yake kiimani. Msichana huyo anaamini kila neno analoambiwa bwana. Muda mfupi baadaye vurugu kubwa zinaanza nje ya kanisa, lakini ukweli ni kwamba vurugu hizo zilikuwa zimeandaliwa na bibi yake Jia pamoja na wakazi wa mji ili kuwavuruga watu wa kanisani. Wakati huo mpelelezi anawapitisha bwana Lee, Kang na Sun kupitia njia ya nyuma na kuwaingiza ndani ya kanisa kisiri bwana. Sasa hapa ndo tunaenda kuona unyama bwana. Wakiwa ndani, mpelelezi huyo anafichua siri yake. Yeye pia alikuwa ni mmoja wa watoto waliokuwa kwenye mradi ule, lakini kwa sababu Lee aliharibu kituo kile miaka 20 iliyopita, yeye pamoja na watoto wengine 20 waliokolewa kabla hawajaanza kufanyiwa majaribio yale. Kwa moyo wa dhati anamshukuru Lee kwa kuwaokoa na kuwapa nafasi ya kuishi maisha ya kawaida. Maneno hayo yanamgusa sana Lee. Operesheni ya kuokoaji sasa kumwokoa Jia ndipo inaanza. Lee, Kang na Sun wanaanza kuwaondoa walinzi mmoja mmoja baada ya mwingine, tena kimya. Kwa upande mwingine, Jia anaingiwa na hofu kubwa anapomleta mzee mmoja tajiri ambaye ndiye aliyepangwa kupandikizwa moyo wake. Kwa kejeli anamuuliza Daktari Ha, kumbe yote mliokuwa mkisema kuhusu kuwaokoa watoto na kuokoa binadamu yalikuwa ni uongo? Daktari Ha anamjibu kwa utulivu kwamba mzee huyo ni tajiri na ana umuhimu mkubwa katika jamii, lakini Jia ni mtu wa kawaida asiye na thamani yoyote kulinganisha na huyo mzee bwana. Kwa mara ya kwanza Jia anamjibu kwa hisia kali, anasema kwamba mimi si mtu asiye na thamani. Kwa bibi yangu mimi ni dunia nzima. Kwa marafiki zangu pia mimi nina maana kubwa. Kwa hiyo mimi sitaki kufa. Baada ya kusema hivyo, anaanza kupambana kwa nguvu zote ili kujiokoa bwana. Na katika sekunde hiyo Lee, Kang na Sun bwana wanaingia kwa nguvu ndani ya chumba hicho na kumwokoa Jia kabla ya upasuaji hujaanza. Jia anapomwona Lee anajawa na hisia kali kiasi cha kushindwa hata kuzuia machozi yake. Kisha Lee anamkaribia Jia kwa makusudi ili kuongeza mapigo ya moyo wake. Mpango wake unafanikiwa mara moja. Uwezo wa Jia wa kuhamisha sehemu hiyo kwenda sehemu nyingine unaanza kufanya kazi. Lee anamwambia aende mahali salama, lakini kati ya sehemu zote alizoweza kuchagua, Jia anajikuta amehamia moja kwa moja nyumbani kwa Lee. Kweli bibi yake anastahili kuhurumiwa. Alimlea Jia kwa miaka mingi, lakini sehemu ya kwanza ambayo Jia anaiona kuwa salama ni nyumba ya Lee. Wakati huo Lee anabaki nyuma ili kupambana na Ball pamoja na Run. Ball hana hata chembe ya nia kufanya mazungumzo, anavamia mara moja. Kang anaingilia kati na kujaribu kumzuia, naye Run anatumia uwezo wake
wake wa kuwatia watu maono ya uongo dhidi ya Lee bwana. Anamlazimisha kuyaona tena ile kumbukumbu ya rafiki yake mtoto asiweza kufa kimsi, amuokoe na mchanganya kichizi kichwani bwana. Maumivu hayo yanazidi ya zamani kumvuruga bwana Lee. Kutokana na mshtuko huo, uwezo wake unaanza kutoka nje ya udhibiti bwana. Kwa upande mwingine huku bwana, tunamwona Sunny anaendelea kusema uongo mfululizo ili uwezo wake wa kufanya kazi na kumfanya shikamani kabisa ardhi, huku kila kitu kilichokuwa karibu nao kikiendelea kuharibiwa. Baada ya muda bwana, Jia anarudi haraka na kukimbia moja kwa moja kumfuata Lee. Anajaribu kumtuliza, cha kushangaza anafanikiwa. Pole pole Lee anarudisha utulivu wake. Kwa mara ya kwanza anakiri ukweli uliokuwa ukimsumbua kwa miaka mingi. Anasema kwamba zamani alitaka kweli kumwokoa rafiki yake, lakini alishindwa kufanya hivyo. Baada ya kukiri hayo, anaanguka chini akiwa amepoteza fahamu. Jia anawaambia Kang na Sun wambebe Lee waondoke naye bwana, lakini kwa aibu kabisa wote wawili wanadai wamechoka sana. Hatimaye Jia anawaambia washike tu mwili wake. Mara moja anawahamisha wote kutoka eneo hilo na kwenda eneo lingine bwana, au angalau karibu wote bwana. Sun habadilishi eneo, sababu ni kwamba bado alikuwa ameng'ang'ania ardhini kutokana na uwezo wake mwenyewe. Wakati huo Ball anaanza kuzinduka tena kwa hofu kubwa. Sun anajaribu kukumbuka ni uongo gani aliusema uliosababisha uwezo wake kufanya kazi. Hatimaye anatambua ukweli, kumbe tangu mwanzo angeweza kumbeba Lee, hakufanya hivyo kwa sababu tu hakutaka. Mara tu anapokubali ukweli huo, uwezo wake unakatika na anaachia ardhini bwana. Anaanza kukimbia huku akipiga kelele. Hapo tunapata somo moja muhimu bwana, usije ukasema uongo maishani mwako. Lakini kwa bahati mbaya Jia anakosea tena. Baada ya kuwapeleka mahali salama, anawarudisha tena mule kwenye lile kanisa bwana. Jia anamwambia Kang, hasa hapa muda huu bwana jifiche. Yeye mwenyewe anaondoka kutafuta namna ya kumaliza tatizo hilo. Akiwa amejificha, anamuona bwana Daktari Haki akimdunga yule mzee tajiri dawa aliyoitengeneza kwa kutumia damu yake. Mwanzoni inaonekana kama imefanikiwa hivi, mzee huyo anarudi ujana wake na anashindwa kuamini kabisa macho yake. Lakini baada ya muda mfupi tu mwili wake unaanza tena kuzeeka, tena kwa kasi ile kubwa mno. Ndani ya sekunde chache anakufa tena hapo hapo mbele ya macho yake. Jia anashtuka sana kuona vile. Kwa bahati nzuri, kabla hajafa mzee huyo alikuwa amewaagiza walinzi wake kwamba chochote kingemtokea basi wamuue Daktari Ha. Lakini Joe anatumia uwezo wake kuwadhibiti walinzi hao na kuwafanya waondoke. Baadaye Jia anawasikia wakizungumza, wanasema kwamba ili dawa hiyo ifanyikiwe kikamilifu wanahitaji damu nyingi zaidi kutoka kwa Jia. Hapo ndipo anatambua ukweli wa kutisha kwamba wangemfanyia majaribio milele. Bila kusubiri tena anaamua kutoroka, lakini kwa bahati mbaya anasababisha kelele. Ball anakaribia kabisa kumkamata kwa haraka. Jia anakunywa kitafuna chake chenye kahawa. Uwezo wake unaanza tena kufanya kazi na anatoweka hapo bwana. Daktari Ha anamwamuru Ball amfuatilie. Joe anajaribu kumzuia na muonya kwamba kutumia uwezo wake kupita kiasi kunaweza kuharibu hata moyo wake, lakini Ball anakataa. Anasema lazima amtii baba yake. Joe anajaribu kutumia uwezo wake kumdhibiti, ndipo anagundua kwamba Ball alikuwa amevaa kifaa maalum sikioni kinachozuia uwezo wake kufanya kazi. Kumbe Daktari Ha alikuwa amewapa vifaa hivyo watu wote kwa sababu hakuwahi kumwamini Joe bwana. Jambo hilo linamvunja moyo kabisa. Wakati huo Jia anajikuta amehamia moja kwa moja kwenye mkusanyiko mkubwa wa kanisani uliokuwa umejazaa watu wanakijiji. Wakazi wa mji huo kama wote kwa muda wote walikuwa majirani zake, tayari walikuwa wakimfahamu na walimuona kama mtu mwenye vituko mno. Mwanzoni Jia alipanga kumchukua Kang kimya kimya na kuondoka naye, lakini kwa kuwa Jia baadaye yake anaanza kupaza sauti mbele ya kila mtu, anafichua siri ya kanisa na kuwaambia watu kwamba bwana mnadanganywa na wanafuata mambo yasiyo na kweli kabisa. Joe anachoshwa kabisa, anatumia uwezo wake kutawala watu wote waliokuwepo hapa. Anaamuru wakamate wote walioingia humo na kuwapeleka kwa Ball. Mara moja wakazi wa mji wanaanza kutembea kama watu waliopoteza fahamu, watu waliokuwa hawajielewi na kufuata amri zote walizopewa. Mpelelezi anamjulisha haraka bibi yake Jia kilichokuwa kinaendelea. Bibi yake anaanzisha hatua ya pili ya mpango wao. Ndani ya kanisa, umati uliodhibitiwa unaanza kumshambulia Jia peke yake. Kwa bahati nzuri, Lee anazinduka kwa wakati, anamokoa Jia na kutoroka pamoja na Kang. Kwa upande mwingine, Sun anaamua kujitoa mhanga kwa mbwembwe nyingi kana kwamba ni shujaa mkubwa, lakini baada ya sekunde chache tu anaonekana akikimbia tena nyuma yao akiwa mzima kabisa. Hata hivyo bado hawakuwa salama. Ball anatokea tena mbele yao. Lee anamwambia Jia amchukue Kang kwanza na kumpeleka mahali palipo salama, kisha anarudi kumchukua yeye. Jia anakubali na kufanya hivyo bwana. Wakati huo Sun anaendelea kuzunguka kwa siri ndani ya jengo. Anagundua jambo lingine
la kutisha mno, wafanyakazi waliokuwa wakitupa miili ya watu ndani ya tindikali iliyokuwa inayeyusha kila kitu kabisa. Na si hilo tu, mengine yapo kibao. Walikuwa wameandaa kiasi kikubwa cha tindikali hiyo ili kuinyunyuiza juu ya mji mzima wakati wa sherehe iliyokuwa inakaribia kufanyika. Sandy anaingiwa na hofu kubwa baada ya kujua ukweli huo bwana, sababu binti yake alikuwa miongoni mwa watoto waliopangwa kutumbukizwa kwenye sherehe hiyo. Anapojaribu kutoroka na kutoa taarifa, waumini waliokuwa wametawaliwa kiakili, ambao hawajielewi wanaendeshwa na mtu, wanamgundua na kuanza kumfuata. Sasa Sandy anajaribu kwa kujichekesha, kuigiza kana kwamba naye ni mmoja wa watu waliopoteza fahamu ili ajichanganye na umati wa msahau bwana, lakini mpango wake unakuja kufeli vibaya mno. Mara watu wale wanapokaribia kumkamata, Gia anatokea ghafla akiwa ameshika msumeno na kuwakata miti kwenye injini na kumwokoa. Sandy anamueleza kwa haraka mpango wa kanisa, anamwambia walikuwa wamekusudia kuangamiza mji wote. Gia anashtuka sana kusikia habari hiyo, lakini hali inakuwa mbaya zaidi anaporudi mahali alipomwacha Lee. Anakuta Lee pamoja na Ball hawapo tena. Kwa upande mwingine, Joe anamwona Ball akiwa karibu kufa, anapoteza kabisa utulivu wake wa kihisia. Ili kumlinda Sun, Gia anamhamisha haraka nje ya kanisa, kisha anarudi tena ndani ili kuwaokoa raia waliokuwa bado wamenaswa. Wakati huo bibi yake Gia anatumia mfumo wa vipaza sauti ya kanisa kuvunja uwezo wa Joe wa kuwatawala watu wa mji huo. Hatimaye wakazi wa mji wanazinduka katika fahamu zao, wanarudi kuona kwamba kumbe tulikuwa tunaendeshwa. Wote wanabaki wakiwa wamechanganyikiwa, wakijiuliza kwani walikuwa hapi mahali hapo, ilikuweje, mbona hatuelewi. Wow. Wakati huo Lee anafanikiwa kumfikia tena bwana Daktari Ha. Anamtaka amueleze mpango wake wa ukweli ni upi. Hatimaye Daktari Ha anafichua kila kitu. Miaka mingi iliyopita aliwafanyia majaribio watoto 75. Watoto 25 walifariki papo hapo na watoto 50 walibadilika, lakini kati yao nusu walikufa wakati wa mabadiliko hayo. Ni wachache tu waliobaki hai, akiwemo mtoto asiyeweza kufa. Kwa hivyo basi sasa alikuwa amepanga kunyunyuiza mji mzima kwa kemikali ile iliyosababisha mabadiliko hayo. Alitumaini kwamba wengine wengi zaidi wangepata uwezo kama wa mtoto asiyeweza kufa. Lee anamwambia wazi kwamba huo ni wazimu, umechanganyikiwa daktari. Anamkumbusha kuwa watu wengi wasio na hatia basi watapoteza maisha, lakini Daktari Ha anamjibu kwa baridi kwamba wanaonusurika ndio wenye umuhimu, hao wanaokufa bwana wewe achana nao. Baada ya kusikia hivyo, Lee anatamka kwamba Daktari Ha lazima afe kwa ajili ya kuokoa dunia. Ghafla wanajeshi wenye silaha kali wanazingira eneo hilo bwana. Joe anawadhibiti na kuwaamuru amfiatulie risasi Lee peke yake, lakini Lee anasimamisha risasi zote katika hewa bwana, kwa kutumia uwezo wake, kisha anazirusha zilipotoka kwa hawa maskari. Askari mmoja hata anajeruhiwa na risasi yake mwenyewe bwana. Daktari Ha anabaki ameshangaa kuona mwisho wa mpango wake umefika kwa namna hiyo. Mara ghafla mlipuko mkubwa unatokea katika eneo hilo. Gia anahisi tukio hilo mara moja na kuhamishwa hadi eneo la mlipuko ili kumwokoa Lee, lakini anapofika anamkuta Lee hayupo tena. Anakuta wanajeshi wengi wakiwa wamejeruhiwa, anaanza kuwaokoa mmoja baada ya mwingine. Akiendelea kumtafuta Lee bila mafanikio, ukweli unafichuka. Kim, yule mlinzi aliyekuwa amefungwa, alikuwa ametoroka na kumwokoa Lee kwa siri. Akiwa na machozi, Kim anamuomba Lee msamaha. Anamwambia kwamba miaka yote iliyopita alishindwa kumsaidia wakati Lee alipokuwa akimsihi amfungulie mlango, lakini safari hii ameamua kurekebisha kosa lake. Anatumia uwezo wake kufungua njia na kumwambia Lee atoroke. Na huku bwana, kwa upande mwingine, Joe anakimbia kumfuata Daktari Ha. Anamkuta akiwa bado anavuta pumzi kwa shida. Kwa haraka anamchoma dawa iliyobaki iliyotengenezwa kutokana na damu ya Gia, lakini hata hivyo moyo wake bado unasimama. Daktari Ha anafariki dunia. Joe anavunjika moyo kabisa kwa uchungu mkubwa, anapoteza udhibiti wa hisia zake na kuanza kutumia uwezo wake kuwatawala watu wote waliokuwa karibu yake. Anamlazimisha hata mpelelezi mmoja kumtishia bibi yake Gia. Gia anamhamisha haraka bibi yake mahali salama. Wakati machafuko hayo yakiendelea kila upande, wakazi wa mji wanaendelea kujiandaa kwa sherehe kubwa bila hata kujua hatari iliyokuwa inakuja kuwakabili. Miongoni mwao walikuwemo mke wa Sun bwana pamoja na binti yake. Sun anajaribu kuwaonya watu, lakini hakuna hata mmoja anayemwamini. Badala yake wakazi wa mji wanaendelea kulitetea kanisa kwa sababu lilikuwa limewasaidia kifedha kwa muda mrefu mno. Sun anakata tamaa kabisa na kuona kwamba hili jambo haliwezekani, kuwakataisha watu hawa kuambia ukweli na kuja kuniamini. Hiki kitu hakitawezekana. Muda mfupi baadaye, Kang anamkuta
Wakiwa pamoja na Jia wanaamua kuzuia mpango wa Daktari Ha kwa nguvu zao wenyewe. Sun anauliza kwa nini wahatarishe maisha yao kwa ajili ya watu wasiowajua. Jia anamjibu kwa utulivu kabisa, hawa si watu wageni, hawa ni majirani zetu, marafiki zetu na familia zetu. Maneno haya yanamgusa sana Sun. Watu wote watatu hawa wanagawanyika ili kutafuta malori yaliyokuwa yamebeba kemikali hiyo ya hatari, lakini wakati huo sherehe zilikuwa tayari zimeshaanza. Sun anasimama kwa muda mfupi kumtazama binti yake akitumbuiza jukwaani bwana. Wenzake wanaendelea na msako. Ghafla Jia anamuona tena Lee, lakini safari hii Lee anawashambulia. Sababu ni kwamba Joe alikuwa tayari akishamdhibiti kwa uwezo wake bwana. Lee na Kang wanaanza kupigana vikali. Wakati huo magari yanaanza kurushwa angani katikati ya tamasha ambalo binti yake Sun alikuwa akitumbuiza. Sun anakimbilia haraka kumficha mke wake pamoja na binti yake mahali salama. Anamvalisha binti yake vifaa vya kuziba masikio ili asisikie kabisa machafuko yaliyokuwa yanaendelea. Kisha anamwambia mke wake kwa sauti ya upole kabisa, bado ninakupenda. Baada ya kusema hivyo anakimbia kurudi kuwasaidia wenzake. Kwa upande mwingine Jia anajaribu kwa nguvu zote kumwamsha Lee kutoka katika udhibiti wa Joe, lakini badala yake Lee anaanza kumbana shingo kwa nguvu kabisa. Ili kuokoa maisha hayo bwana, Jia anamhamisha wote wawili hadi ndani ya pango. Ndani ya pango hilo Lee hatimaye anafanikiwa kujinasua kwenye udhibiti wa Joe. Mara moja anamkumbatia Jia kwa nguvu. Baada ya hapo wanarudi walipokuwa Sun na Kang, lakini wanakuta tayari Joe amewadhibiti raia wengi na kuwageuza kuwa silaha dhidi yao. Wanalazimika kupambana kwa uangalifu mkubwa ili wasiwaumize watu wasiokuwa na hatia, kwani wao walikuwa wakipelekeshwa tu kiakili na hawana kitu chochote wanachokielewa. Matukio hayo yote yanashuhudiwa na mke wa Sun pamoja na binti yake. Wanashangaa kuona kwamba Sun ambaye walimuona kama mtu wa kawaida sasa alikuwa akipigana kama shujaa mwenye uwezo wa ajabu mno. Sun anaendelea kusema uongo mara kwa mara ili kuongeza nguvu ya uwezo wake wa kushikamana na vitu bwana. Anawafanya watu wengi washikamane pamoja sehemu moja. Hilo linampa Jia nafasi ya kuwahamisha wote mahali salama. Baadaye wanatambua kwamba njia pekee ya kuwamaliza machafuko hayo ni kumzuia Joe mwenyewe. Sun anafanikiwa kumfikia. Kila mara Joe anapotaka kutumia uwezo wake, Sun anamkatiza kwa mazungumzo yasiyoisha. Maneno yake yanamchosha na kumkasirisha Joe. Hatimaye Sun anamuuliza, watu hawa wasio na hatia wamekufanya nini mpaka uwafanyie hivi? Joe anamjibu kwa uchungu, hakuna mtu aliwajali wakati walipokuwa wakiteseka. Sun anamjibu moja kwa moja, ni wazi hukuelewa katika maadili mema wewe. Lakini kabla hajaendelea kumkanya zaidi, mmoja wa raia waliokuwa wakidhibitiwa anamshambulia kwa ghafla. Sun anatupwa huko bwana juu ya jengo na kuanguka chini akiwa amepoteza fahamu. Joe naye anaanguka chini baada ya kutumia uwezo wake kupita kiasi. Akiwa anakaribia kufa bwana anamwangalia Ran na kumwambia amlipizie kisasi yeye pamoja na Ball. Ran anamwahidi kwamba atalifanya hilo bila kushindwa. Ghafla Jia anatokea na kuonekana kana kwamba anataka kumchoma Lee kwa kisu. Joe anawaamuru wenzake waamue Jia mara moja. Kila mtu anaingiwa na hofu, lakini muda mfupi baadaye ukweli unafichuka bwana. Jia aliyekuwa pembeni ya Lee hakuwa wa kweli. Alikuwa ni taswira ya uongo iliyotengenezwa na Ran kwa kutumia uwezo wake wa kuwatia watu maono. Jia halisi anatokea nyuma yao. Hata Joe mwenyewe alikuwa amedanganywa na maono hayo. Joe anapokaribia kufa anaanza kulia kwa uchungu. Anaamini kwamba yeye ndiye alisababisha kifo cha Ball. Lakini licha katikati ya dakika chache za mwisho anatabasamu kwa mbali baada ya kumsikia Lee akimshukuru kwa mara ya kwanza. Anakumbuka jinsi zamani walipokuwa watoto uwezo wake wa kuunda maono au kumletea furaha Lee peke yake, bali pia uliwafanya watoto wengi waliokuwa wakifanywa majaribio kusahau maumivu yao kwa muda. Wakiwa bado wamesimama, bado wanagundua kwamba Joe bado alikuwa na mapigo wa moyo bwana. Kang anamchukua haraka na kumkimbiza ili apate msaada, lakini kabla hawajapata nafasi ya kupumua wanaona puto kubwa likielekea juu ya tamasha. Ndilo lilikuwa limebeba kemikali yote hatari iliyokuwa imeandaliwa kumwaga juu ya huo mji bwana. Mara moja Jia anamwambia Kang awarushe yeye pamoja na Sun kuelekea angani. Sun analalamika kwa sauti kubwa, anauliza ni kosa gani alilofanya mpaka apitie mateso hayo yote. Lakini anapogeuka na kumwona Joe akiwa bado anamdhibiti mke wake, anaamua kujitoa mhanga ili kuwaokoa wote bwana. Lee naye anatamani kwenda pamoja nao, lakini Jia anamshawishi abaki chini ili baadaye aweze kumpokea Sun atakaporudi. Kang anatumia nguvu zote kuwapa msukumo mkubwa na kuwarusha juu angani. Sun anatumia uwezo wake kujihamasisha kwenye puto hilo. Wakati huo Jia anaendelea kupanda juu zaidi kuelekea kwenye puto. Kabla ya muda mfupi kupita, Sun anaaga
kimya kimya, kisha anajiachia kutoka kwenye puto. Wakati hesabu za mwisho za kuukaribisha mwaka mpya zikihesabiwa, puto hilo linapasuka, lakini sekunde ile ile Jia analihamisha mbali sana kabla halijaleta maafa kwa watu walioko chini. Baada ya tukio hilo, bibi yake Jia anavunjika moyo sana, sababu hakuna mtu mwingine aliyemkumbuka iliyotokea isiyokuwa kundi lao tu. Hata hivyo, binti wa Sun bado anakumbuka kila kitu, lakini anaamua kukaa kimya. Ndani ya moyo wake anaanza kujivunia sana baba yake. Kwa upande wa Jia, huku hapatikani tena baada ya mlipuko huo. Kila mtu anaamini kwamba ameshafariki dunia. Wanajenga hata kaburi kwa heshima yake, lakini siku ya mazishi jambo lisilotarajiwa linatokea. Jia anatokea akiwa hewani, bibi yake karibu azirai kwa furaha. Baadaye Jia anaeleza kilichotokea. Alipohamisha ule mlipuko bwana, aliupeleka mbali sana katikati ya jangwa. Tatizo lilikuwa kwamba hakujua jinsi ya kurudi nyumbani. Baada ya kuhangaika kwa muda mfupi, baadaye hatimaye alifanikiwa kurejea. Alikuwa mchafu, amechoka sana, hakuwahi hata kuoga kwa muda wote huo. Kila mtu anafurahi sana kumuona akiwa salama. Mara tu Lee anaposikia kwamba Jia amerudi, anakimbia moja kwa moja kwenda kumuona, lakini anapomkaribia na kuhisi harufu yake, anasema kwa utani kwamba wanahitaji kuanza kuweka umbali kati yao. Bila kujali alichosema, Jia anamkumbatia kwa nguvu. Baadaye Lee anaenda kumtembelea mama yake kwa mara ya kwanza. Jambo la kushangaza ni kwamba mama yake anamtambua mara moja bila hata Lee kujitambulisha, na hivyo mji wao unarudi kuwa na amani tena, au angalau karibu kuwa na amani, kwa sababu pamoja na kwamba ilionekana Daktari Ha alikufa kutokana na ile dawa, ghafla anarudi tena akiwa hai. Hivyo swali kubwa linabaki kuwa, je, safari hii ataacha kabisa mipango yake mibaya au atarejea kumfuatilia Jia ikiwa kutatengenezwa msimu wa pili? Na hapo ndipo bwana kigongo chetu kinapoisha hapa. Nilikuwa nami bwana Dilili. 1 and 2. See you next again.